Hey, Yesu yupo. Haleluya. Tumeona. Hey, Yesu yupo. Jamani, Yesu yupo. Haleluya, yeah. Kumbe na nyinyi waimbaji mna sauti nzuri. Kumbe hata kama waimbaji mbona watoi nyimbo? Wapigie makofi watumishi. Sema amen. Kuna mtu anabarikiwa aseme amen. Mimi nasikia vizuri sana. Najivunia Yesu wangu. Najivunia kabisa Yesu Kristo. Kwamba unakuwa mtu haukabwi na wachawi. Hiyo ni zawadi kubwa sana. Sema amen. Sio kitu cha kawaida. Wako wenzetu wengi wanateswa na nguvu za giza, wanakabwa na wachawi. Wengine wanakosa kabisa kulala kwa sababu ya mateso ya uchawi. Sasa wewe ambaye umeokoka unalala salama, lazima ufurahi, lazima umshangilie Yesu. Hebu tumpigie mwanaume huyu Yesu makofi kabisa. Watumishi wa Mungu, jioni ya leo ni jioni ya maombi. Tunataka kumlilia Bwana. Tunaenda kumlilia Mungu wetu. Na ameahidi kwamba tukitumia jina lake atatufungua. Tutawekwa huru. Kwa hiyo jiandae kuwekwa huru katika jina la Yesu. Natamani kuona wanaomwamini Yesu hapa. Amen. Amen. Mikutano kama hii inaweza ikaonekana ni ya kawaida kwa mtu asiyejua au mtu ambaye anaitazama hii dunia kama sehemu salama. Lakini kama Mungu angekufungua macho ukaiangalia hii dunia kama ilivyo, utagundua kwamba hii dunia haiko salama. Ni dunia chafu. Ni dunia iliyojaa vitisho, lakini imejaa hatari. Imejaa mashetani. Imejaa uchawi. Lakini kama hujaliona hilo, hata ukitukuta tumekusanyika namna hii, unaweza ukatuona kama tumekosa kazi, tunapoteza muda. Lakini naomba nizungumze na mtu ambaye ajue kwamba hatupotezi muda. Kuna kitu tumekiona. Kuna faida tumeiona. Ndio maana tunaacha shughuli zetu, tunaacha familia, tunazunguka kutangaza Yesu ni Bwana. Sio kwa kawaida. Na kama tungekuwa hatuoni udhihirisho wa Bwana, tusingekuwa na ujasiri wa kutembea vijiji mbalimbali vilivyojaa uchawi, vilivyojaa majini, vilivyojaa watu ambao wako na falme zao. Tusingekuwa na ujasiri huo. Lakini tunapata wapi ujasiri? Ni kwa sababu Bwana Yesu amejidhihirisha kwetu mara nyingi. Tumeona akijidhihirisha, tumeona akitenda, tumeona
tumeona akifungua, tumeona akiaibisha mashetani, tumeona akiyachoma kwa moto, tumeona akichoma na kuangamiza uchawi mbele ya macho yetu. Ndio maana tuna ujasiri wa kuja hata hapa kutangaza Yesu ni Bwana. Hatuna mashaka na Yesu wetu. Shukuru sana askofu, ninaamini ni kati ya watu wanaomwamini sana Yesu wake. Ameandaa mkutano kipindi cha mvua, watumishi wachache sana. Hata mimi mwenyewe ni mchungaji mnayeniona hapa, mikutano yangu nimeiweka mwezi wa 6. Pigie makofi askofu wetu baba. Ni mtu wa imani. Sema amen. Narudi tena kwa mtu ambaye haujui ni kwa nini tuko hapa. Sikiliza watumishi wa Mungu. Yako mambo ambayo ukipambana nayo katika mwili, ukipambana nayo katika akili za kawaida, hautayaweza, hayawezekani. Yako mambo ambayo ukienda hospitali ukamwambia dokta, nina shida hii, utaona dokta anaweka kalamu mezani, anaishiwa nguvu pamoja na kusoma kwake miaka 5. Tatizo lilompelekea hajalisomea. Watu wa Kingoli ni Kingoli. Watu wa Kingoli, yako mambo hayawezekani hospitali. Ndio maana tuko hapa. Yako mambo hayawezekani hospitali. Ndio maana leo ni siku ya maombi. Kesho tutaendelea kuomba na kesho kutwa tutaomba tena, kwa sababu kuna watu wana mateso na hawajui waende wapi. Hayawezekani. Nenda siku moja hospitali, ukitaka kunielewa, dokta atakukaribisha, na kwa sababu ya vile wanasoma, wana tabia ya kukufahamu. Unatoka wapi, una umri gani, unaitwa nani, anaandika, anatunza kumbukumbu. Alafu akisha kufahamu, anakuja, anafika kwenye tatizo lako, anakuuliza una shida gani. Akifika hapo kwenye una shida gani, mwambie dokta, na majini. Kuna watu wamenielewa, mpigie Yesu wetu makofi. Anaandika umri, anaandika miaka, anaandika ulikotoka. Akishamaliza anakuja kwenye tatizo, anakwambia mama au dada au kaka au baba, shida yako nini? Unamwambia mimi na majini, nasumbuliwa na majini. Inawezekana madokta wako hapa wanajua, hawajasoma hilo. Yako mambo ambayo mtumishi wa Mungu kama hajaandaa mkutano pale, basi kuna watu yanawatesa na hawaelewi waende wapi. Asante Mungu kwa sababu ya Askofu Sala. Asante Mungu kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Asante kwa sababu aliokoka, alafu baadaye akawa mtumishi, ameandaa mkutano. Wewe unayeteswa na mashetani, wewe unayeteswa na mizimu, Bwana yupo kwa ajili yako jioni ya leo. Bwana yupo kwa ajili yako jioni ya leo. Na mtu anaelewa aseme amen. Oh, unaamini? Sema amen. Yako matatizo ambayo hayawezekani hospitali. Ndio maana mtu hapati watoto, tumbo lake limefungwa, ndoa ina miaka, lakini anaenda anafanyiwa ultrasound, anapimwa vipimo vyote, anaambiwa mama, mirija yako iko sawa, uzazi wako uko sawa, labda kamuite mzee naye aje. Mzee anakuja, mzee anafanyiwa vipimo, mzee anaonekana yuko sawa, hakuna shida. Lakini kuna wenye wivu tu, waliona harusi imefana, wakajaribu kuzuia ikashindikana, walipinga wakapinga ikashindikana, mkaoana, wakaamua wakae,
Wakasema tuone kama watapata watoto. Wanajua kutokupata watoto litakuwa teso kwenu, ndio wakatuma madudu yao, yameshikilia uzazi, yameshikilia uzazi. Kazi yetu leo ni kuyaambia kwa jina la Yesu. Hatuna mambo mengi, yana masikio, yana akili, yanamjua Yesu wetu. Sisi tutakachofanya ni kulitaja jina, ni kulitaja jina, tutalitaja jina. Na wakati tunataja jina, moto utashuka, utapenya kwenye uzazi wako, utayakuta yataungua vibaya sana, wala yatasubutu tena kugusa uzazi wako. Mpigie Yesu wetu makofi katika jina la Yesu. Sema amen. Yako ambayo hayawezekani hospitali, mtikise jirani yako, mwambie mengine hayawezekani hospitali, mengine dawa yake ni jina, mengine dawa yake ni jina, mengine dawa yake ni jina. Jina gani? La Yesu. Jina gani? La Yesu. Jina gani? La Yesu. Katika jina Yesu. Wengine hata hivi ninavyotamka, kuna vibuyu huko vijijini vinapasuka. Pigia Yesu wetu makofi kabisa, maana jina la Yesu linapenya kama upepo. Uchawi uliofanyika, watajuta waliokuroga, watajuta waliokuroga, watajuta waliokuroga, maana leo yatawarudia wao kwa jina la Yesu. Kama wanaona furaha kufunga maisha ya watoto wa wengine, leo tutaiambia kwa jina la Yesu, fungacha, rudi ulikotoka katika jina la Yesu. Amen. Kuna mambo hata kwenye maandiko matakatifu watu walipambana nayo kwa kutumia akili, yakawashinda. Nitakusomea kabla hatujaingia kwenye maombi. Haleluya. Lazima nikupe ushahidi wa kimaandiko. Haleluya. Ili jua lililokuwepo limewafukuza nyinyi, mmeenda mbali, limeshaondoka. Shetani ashindwe. Nyenyua vitu vyenu, msogee watumishi wa Mungu. Wapigie makofi wakati wananyanyuka, wanasogea. Shetani ni mwoga, shetani ni mwoga. Mwambie jirani yako, shetani ni mwoga, shetani ni mwoga. Ndio maana unaona hata hapo wewe mwenyewe unatamani saa hizi hicho kitu ukakae nacho kule. Shetani anajua kitakachoendelea dakika chache zijazo. Anatamani akuondoe kwenye mkutano, lakini usiondoke. Unamwambia shetani, leo usiondoke mkutanoni, nataka nishuhudie. Na wewe ukiwa unapiga kelele, unajifanya mbabe, unajifanya mkatili, leo Yesu yupo kiboko yako. Nataka nikuone na wewe ukiwa unalia. Umezoea kuniona nalia, leo nataka nikuone ukiwa unalia. Leo ni zamu yako shetani kulia, leo ni zamu yako shetani kulia. Kwa jina la Yesu tutatumia jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Fanya mazoezi kwa jina la Yesu. Kiona umeanza kutetemeka, ujue kuna vitu vimejificha. Katika jina la Yesu. Unganisha mikono yako juu, mpigie Yesu wetu makofi. Sijui kama kuna mtu anampenda Yesu, unampenda Yesu. Tunataka Yesu tumuonyeshe mikono ya wanaompenda, maana yuko hapa, ameshuka kwa ajili ya kuponya, ameshuka kwa ajili ya kufungua, yuko hapa. Yesu, tazama mikono hii. Inua vizuri, inua vizuri, tazama mikono hii ya wanaokupenda. Wamekuja wana shida, wamekuja wana matatizo, wamekuja wana changamoto. Onekana kwao, onekana kwao jioni ya leo. Kwa jina la Yesu utafunguliwa. Jiandae kufunguliwa. Tunaenda kusoma andiko. Sije mkaenda kwa askofu mkasema, askofu unapoita wahubiri wewe unaangalia mhubiri gani anaongea, asome hata andiko. Ninaomba nisome utumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisome andiko. Marko, kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko. Marko 1, Marko 5 mstari wa kwanza. Amen. Neno la Mungu linasema. Kabla hujasoma mtumishi wa Mungu, ngoja niwape picha watumishi wa Mungu. Tunaenda kusoma habari ya nani? Tunaenda kusoma habari
ya mtu yule ambaye, kwa wale ambao mmebahatika kuona sinema ya Yesu, haleluya, kuna mtu alionekana ametoka makaburini na utaona anabeba jiwe anafanya si kuna watu mmewahi kuona sinema ya Yesu Yule alikuwa amefungwa yuko makaburini. Naposoma habari ya huyo bwana nashindwa kuelewa, kwa sababu habari yake imeibuka ghafla, yaani hana historia. Naamini wachungaji, maaskofu pale watakubaliana na mimi, hana historia, yaani habari yake imeibuka hapo tu pap. Hawajaelezea kuzaliwa kwake, hawajaelezea ndugu zake, hawajaelezea habari yake imeibuka kwenye uponyaji pap. Alipokutana na Yesu hapo ndio kajulikana hapo. Huyu bwana nikisoma habari yake na tafakari sana, kwa sababu wanasema mengine haya kuandikwa. Basi mimi na tafakari, naona huyu jamaa alikuwa ni mwanaume, alikuwa na mke wake mzuri. Sema amen. Ninapomtafakari yule jamaa, kwa sababu haiwezekani arogwe tu, lazima kuna kitu aliwakwaza. Wachawi wanakwazika na vitu vidogo vidogo. Unaweza tu ukapendeza likawa kwazo, ukaanza kulogwa kwa sababu umependeza. Unaweza ukaezeka bati, ukatoa nyasi ukaezeka bati. Wengi tuliona wanarogwa kwa sababu, kwa nini yeye aezeke bati? Anatuona sisi wajinga hivyo tu. Wachawi hawana adabu. Leo tunashusha moto kwa jina la Yesu. Leo tunashusha moto kwa jina la Yesu. Sasa namtafakari huyu bwana ambaye alikuwa huku makaburini. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Wakati yuko makaburini, mimi namtafakari. Mimi nadhani huyu bwana inawezekana alikuwa na mke mzuri, alafu mke wake alikuwa ni mke anayejitambua. Unajua ni jambo jingine kupata mke mzuri, alafu kupata mke anayejitambua ni jambo jingine. Sasa huyu anaonekana alikuwa na mke anayejitambua. Yaani akikutana na wale watu wasiojielewa, mbia hai bwana vipi? Anasema jamani, amuoni pete, nimeolewa na mume wangu. Sasa wakawa wanakwazika. Kama uko pamoja na mimi sema amen. Akikutana na lingine jamani, hai bwana samani nimekufananisha. Umenifananisha wapi? Nimeolewa, nina bwana wangu, pete hii hapa. Wakawa wanaumia, wakasema huyu jamaa tumfanye nini? Hii ni tafakari yangu. Sema amen. Wakasema huyu tumfanye nini huyu, ili huyu dada aache kulinga. Wakamtupia mapepo, wakamtupia yule mume wake mashetani. Yale mashetani yakampeleka makaburini, alafu yakamzuia asitoke kule makaburini, asirudi kwa mke wake, ili mke wake apunguze kulinga. Hiyo ni tafakari yangu. Nipigie makofi Yesu wetu. Kama unanielewa pigia Yesu wangu makofi. Kwa sababu habari yake haijafafanuliwa vyovyote. Alikuwa tu makaburini hivyo kalogwa. Sema amen. Sasa kesho yake watu wanapata taarifa, jamani amepotea, haonekani. Baadaye inatokea taarifa, jamani yuko makaburini, makaburi fulani hapa, sijui anaitwaje makaburi ya kwetu hapa jamani. Yanaitwaje? Kunaitwaje makaburini? Kunaitwaje? Kilo. Makaburi ya Kilo. Njilo. Makaburi ya Njilo. Jamani anaonekana kule. Mimi nawapenda ndugu zake, tutasoma hapo. Ndugu zake walionyesha jitihada, hawakumkatia tamaa ndugu yao. Sema amen. Kuna mtu tuko pamoja hapa? Hawakumkatia tamaa, walionyesha jitihada za kutaka kumrudisha nyumbani. Wakaenda, wakamkuta pale. Bwana, vipi wewe, tumekutafuta sana. Hawajui kama ana mapepo. Kumbuka nimekuambia kuna vitu huwezi kushindana navyo kwa nguvu za mwili. Unanielewa? Punga huko. Wenyewe wakazani yuko
mwili wake, akawaangalia, akamwambia tumekuja kukuchukua bwana, twende nyumbani bwana, twende nyumbani. Sitaki. Twende nyumbani. Sitaki. Hakuna cha sitaki bwana. Hapo hawajaenda na kamba wala nini, kumshika mikono, akinyenyua mkono watatu kule. Wangapi kule? Wewe hujawahi kuona kamama kana mwili mdogo tu, lakini kanaweza kakamchukua mume wake kakamtikisa mpaka mume anasema abe. Kwa nini? Kana nguvu nyingine ndani. Unanielewa? Sema amen. Yule bwana akawashinda siku ya kwanza. Siku ya pili wakasema huyu tumwendee na kamba. Wakaja, huyu ana nguvu sana jamani, haya tumshike. Haya, baba mkubwa hapo, baba mdogo, kaka mtu, sogea, 1 2 3, huyo 1 2 3, wakamkamata, wakafunga kamba. Funga kamba. Wakimaliza hapo, hata wale waoga tunakuaga tunasogea sisi. Unajua mtu amefungwa. Sasa wewe twende nyumbani bwana. Twende nyumbani sio nini? Yule jamaa akawaangalia, akasema hawa hawajui nina madudu gani ndani yao. Akajianza. Kamba zikakatika. Hapo ndugu yangu, huwezi ukasubiri kuambiwa kimbia. Ndugu zake wakatawanyika. Yupo hapo ameandikwa kwenye Marko 5. Ndio tunasoma huyo. Maana maandiko yamesema walienda na pingu na minyororo. Wakaenda siku nyingine na minyororo, wakasema kamba anakata, tufunge minyororo. Wakaenda na minyororo. Hai jamani 1 2 3. Haya sogea jamani tumkamate 1 2 famia. Tulia wewe. Wakafunga na minyororo. Wamemaliza, leo naenda. Akawaangalia. Ujumbe ni nini? Kuna nguvu huwezi kushindana nayo kwa nguvu za kawaida. Kama unanielewa, mpigie mwanaume Yesu. Jamaa akiwa amefungwa minyororo, akajianza akapiga. Minyororo ikakatika. Hata baba mkubwa na yeye wote wakatawanyika. Wakakata tamaa. Sasa jamani, tukate tamaa. Twende polisi. Utaniambia hapo hawajaandika polisi. Ni kweli, kwenye maandiko hawajaandika polisi, lakini wameandika pingu. Pingu zinapatikana wapi wapendwa? Mpigie Yesu wetu makofi. Inua mikono juu, mpigie Yesu makofi. Alafu kama unapenda Yesu sema amen. Kama uogopi mashetani unamwamini Yesu sema kwa nguvu amen. Wakaenda polisi. Afande, habari za leo? Nzuri. Tuna ndugu yetu alipotea muda mrefu, lakini kwa bahati nzuri tulimpata makaburini. Kila tukijitahidi jinsi ya kumchukua, tukaona inashindikana. Mwisho tukaona kwa sababu tunayo serikali yetu pendwa inayojali watu. Maana watu wakishakwama, haleluya, inayojali watu. Tumeona tuje tuwaambie. Afande anasema kwani yuko wapi? Yuko sehemu fulani. Kwa hiyo mnasemaje? Tulimfunga lakini anafungua hata tukienda na pingu. Twende na pingu hiyo. Hiyo ndio dawa yake. Afande, twende nenda mwenyewe peke yako bwana, maana hawamjui. Au mwende wawili. Na afande fulani, nendeni wawili mnatosha. Hata mimi sitasaidiana na ndugu zake bwana, natosha. Afande anafika pale anasema haya, twendeni hapa. Ulinzi shirikishi. Tusaidiane. Mimi pingu hizi nimeshazita. Kweli wakamleta maafande wanajua mbinu zao. Jinsi gani akazitegesha pingu. Pingu zimeshafungwa namna hii. Afande mwenyewe akaona sasa kazi imekwisha. Jamaa yuko hapo. Ameandikwa kwenye kitabu cha Marko 5. Anza na 1. Afanye wewe unasumbua ndugu zako, watu wanakujali, wanasema uondoke makaburini, wewe unang'ang'ania huko nini sasa? Mpaka tunakuja na pingu bwana. Hebu twende. Jamaa ametulia anamwangalia afande. Anaangalia na wale ndugu zake wote. Na watu wakiangalia pingu sasa, anafuja pingu haiwezekani. Jamaa likaanza kujianza.
Afande naye ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Yesu wetu makofi. Afande akaona katika kesi zote nilizowahi kukutana nazo, hii ni ya tofauti. Ina maana jamaa alibaki na kipande cha pingu huku na huku, zimegeuka kuwa bangili, ikashindikana. Ndugu zake wakasema basi kama ni hivyo, mpaka nani, tumetumia njia zote, wewe ni wa makaburini siku zote. Wakakata tamaa. Kama walivyokukatia tamaa, wanasema wamekupeleka hospitali zote. Sasa hivi wanaulizaga tu, ukipokea simu, hajafa bado. Wamekata tamaa. Lakini Yesu amekuja leo, usikate tamaa. Yesu amekuja kwa ajili yako. Yesu yupo. Msikize jirani yako, mwambie usikate tamaa. Pale ambapo msaada wa wanadamu unaishia, ndipo Yesu anapoanzia. Mpigie Yesu wangu makofi kabisa. Pale ambapo wanadamu wanasema basi imeshindikana, Yesu anasema haijashindikana, inawezekana. Kuna mtu anajiandaa jioni ya leo kupokea muujiza wake. Inua kwa imani, inua kwa imani. Nataka kuona watu wenye imani, wenye imani. Unganisha na huo wa pili, afu piga makofi ya juu. Piga kelele, sema asante Yesu. Niko hapa, naamini nafunguliwa kibiashara, nafunguliwa kikazi, nafunguliwa kimasomo. Unajua wewe mama unaweza ukasema kimasomo, si una watoto watasoma. Pigie Yesu wangu wako. Sasa soma mtumishi wa Mungu. Marko 5. Twende kwenye maombi. Marko 5 mstari wa kwanza. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Mpaka nchi ya Wagerasi. Na walipokwisha kushuka chomboni, mara walikutana na mtu ambaye anatoka makaburini. Akakutana na mtu ambaye anatoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Ambaye makao yake yalikuwa pale makaburini. Yaani pale makaburini paligeuka kuwa makao yake. Na wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena. Yaani wanapoweka tena, manake walijaribu wakajaribu. Sasa wanasema hakukuwa na mtu anayeweza kumfunga tena. Hata kwa minyororo. Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi. Wangapi wanafuatilia tunavyosoma? Amen. Alikuwa amefungwa mara nyingi. Ndugu zake wana haki ya kukata tamaa, lakini walionyesha upendo. Wakapambana. Wakafika sehemu wakasema basi sasa. Na wewe ukajikatia tamaa, ukasema basi sitaolewa tena. Unaolewa mwaka huu kwa jina la Yesu. Mchumba wako kama yuko Mererani, tunamuita kwa jina la Yesu jioni ya leo. Hizo dhahabu zinatosha. Hatutaki utajiri mkubwa, aje na hizo chache akuoe, mwanze maisha. Mpigie Yesu wetu makofi. Unaolewa, hakuna haja ya kukata tamaa. Kwa jina la Yesu Kristo sema amen. Na kijana unaoa, usiwe na wasiwasi. Kijana umepambana, unapata tu hela ya kula, hela ya kulipa mahali unashindwa. Unapata hela ya kula tu, ya kulipa mahali unashindwa. Unapambana, nia yako ni njema, lakini tulishaombea mahali hapa ni madhabahu ya Bwana. Utakaposogea hapa, Bwana anaenda kulainisha uchumi. Utaenda kupata mali, utaenda kupata pesa ya kulipa mahali kwa njia ya muujiza. Kijana unaoa, kwa jina la Yesu. Kama wakina mama na wakina baba mnaamini kwa ajili ya kijana huyu, mpigie Yesu wangu makofi, alafu sema amen. Yako mambo tunapambana nayo hivi, lakini yamefungwa. Kuna watu wamefungwa katika ulimwengu wa roho. Dawa ni Yesu. Na tumeomba na wengi ikawezekana. Endelea mtumishi.
Kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu. Si ndio nilikuwa nasema hapa jamani, nilikuwa sema sio mambo yangu yale, ni mambo ya Biblia. Alikata minyororo, akavunja pingu. Pingu, nani anamiliki pingu mtaani? Hakuna, lazima walienda polisi. Na kupewa, hakuna polisi anaweza kuambia basi nendeni mkamsaidie ndugu yenu pingu hizi hapa. Hakuna, lazima polisi naye anakuepo. Mpigie Yesu wangu makofi. Kama unanielewa sema amen. Unanielewa sema amen. Unampenda Yesu sema amen. Shetani leo anaenda kuaibika, maisha yako yanaenda kuwa huru, unawekwa huru. Malizia mtumishi wa Mungu. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Unasogeza kidogo maiki hiyo. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini. Ndiyo. Na milimani. Akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia. Akapiga kelele. Ngoja mtumishi wa Mungu. Na kuna watu wanaona kama kuna mtu mnataka kumwombea. Tumekutana na wengi sana. Jamani mtaniombea mimi majini yangu ni makubwa. Hakuna majini makubwa mbele za Yesu. Kama upo hapa unaamini majini yako ni makubwa, subiri muda ufike. Ukisimama hapa moto wake uliopo ndio tutajua ni makubwa au ni madogo. Subiri muda ufike. Mpigie Yesu wetu makofi. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Jamani mimi nilirogwa na mchawi mkubwa. Hakuna mchawi mkubwa wala mdogo mbele za Yesu Kristo aliye hai. Hakuna, katika jina la Yesu. Amen. Endelea. Akapiga kelele kwa sauti kuu. Akamsujudia. Kwa mapepo yakapiga magoti mbele za Yesu. Akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai? Nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye hai, aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu. Mapepo, hata kama mtu ajui kama Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, mapepo yanajua. Si mnaona yanavyozungumza? Mapepo yanajua Yesu ni mwana wa Mungu aliye juu. Mapepo yanajua ukitaja jina lake moto unawaka. Mapepo yanajua. Mama, unasumbuliwa na magoti leo maanake wamekuloga kwenye magoti ili uzee wako uwe wa kujuta. Wanakuonea wivu watoto wako wanafanikiwa. Kwa hiyo wakikutumia zawadi ule huku ukiwa unalia maumivu ya magoti. Kwa jina la Yesu tunakuombea mama. Tunakuombea jioni ya leo. Wangapi wanapenda tumuombee mama jioni ya leo? Anavyosema amen. Funguliwe magoti mama. Funguliwe mgongo. Ufunguliwe maumivu ya mwili mzima kwa jina la Yesu. Uwe na uzee ulio mwema. Unakula kadona kako, unafurahi. Mwili ukiwa umetulia. Huyu Yesu tumemleta mbele yako. Ni dawa zaidi ya dawa. Malizia tuombe mtumishi wangu. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu. Ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Ndio tutakavyosema. Ewe pepo mchafu, achia mzazi wa huyu. Ewe pepo mchafu, achia nyota ya huyu. Ewe pepo mchafu, achia ajira. Huyu aajiriwe. Walioshikilia ajira yako wanaiachia kwa jina la Yesu. Amen. Walioshikilia ajira ya mtoto wako au watoto wako wanaachia kwa jina la Yesu. Kama we ni mwenye imani itikia vizuri, sema amen. Amen. Walioshikilia mafanikio ya mtoto wako wanaachia jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Tutatumia jina. Tutatumia jina kwa sauti. Tutatumia jina kwa sauti. Tutatumia jina. Endelea mtumishi. Akamuuliza, jina lako nani? Akamuuliza, jina lako nani? Akamwambia, jina langu Legioni.
Jina langu Legion. Kwa kuwa ni wengi. Kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asimpeleke nje ya nchi ile. Mapepo yanaomba maana Yesu ana uwezo wa kuyapeleka anapotaka. Na hapo leo kabla hayajatuomba tumeamuru yarudi alikotoka. Hakuna kuomba. Kwa hiyo mapepo mliopo hapa msijiandae kuomba. Jiandae mrudi mlikotoka kwa jina la Yesu. Alafu pigia Yesu wangu makofi katika jina la Yesu. Wewe kikubwa amini tu. Amen. Na ukija hapa usije kujaribisha, njoo kupokea uponyaji. Unasikia maumivu ya tumbo? Subiri, baada ya muda yatakuwa kimya na nitakuita utashuhudia wengine. Unasikia kuna uvimbe kwenye mwili wako? Tutaomba hapa, uvimbe utapotea katika mazingira ya kutatanisha katika jina la Yesu. Kuna kidonda hakiponi, aidha kiko ubavuni, kiko unajua wewe, kitaanza kupona jioni ya leo na hautakiona tena, maana hicho kidonda kinaonekana ni cha kichawi. Vya kichawi vyote tunaviteketeza kwa moto. Wanaoamini moto wa Yesu waseme amen. Unaamini moto wa Yesu, sema tena amen. Unaamini moto wa Yesu, sema tena amen. Katika jina la Yesu Kristo tunataka kuona ndoa zinafungwa. Yale mapepo yanayofunga ndoa tunayaharibu jioni ya leo kwa jina la Yesu. Watu waoe, watu waolewe, na wakioana wazae kwa jina, watoto wa kike na wa kiume, na wazae watoto watakao kuwa wa kwanza shuleni kwa bishop pale katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ndio mtumishi. Amen. Na hapo mlimani palikuwa na kundi la nguruwe. Hapo mlimani kulikuwa na kundi la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, pepo wakamuomba, tunaomba tuwaingie nguruwe. Tupeleke katika nguruwe. Tupate kuwaingia wao. Tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Yesu akapiga hesabu. Angalia Yesu alivyo na huruma. Akaona thamani ya nguruwe na mtu. Kipi kina thamani? Haleluya. Kipi kina thamani? Akawaruhusu waende kwa nguruwe. Ndio unaona kuna watu wengine hawali nguruwe. Wanasema yaliingia mapepo. Zile nguruwe zilizokuwa na mapepo zote ziliingia baharini. Zikafa na zikuzaliana tena. Soma mtumishi, watu wajue kwamba hakuna shida hapo kwenye nguruwe. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale narudia tena. Wale pepo wachafu wakatoka, ndio, wakaingia katika wale nguruwe. Ndio. Nalo kundi lote likateremka kwa kasi. Wakaingia baharini. Yapata 2,000. Wakapata 2,000. Yani ndio maana watu wanasema yule mtu alikuwa na mapepo 2,000. Ile hesabu inapatikanaje? Unaweza kujiuliza, walihesabu vipi mapepo yaliyokuwa ndani ya mwili wa mtu? Kumbe tunapata hesabu ya nguruwe, ndio tunahesabu mapepo, kwamba kama pepo liliingia moja kila nguruwe, basi na maana yule jamaa alikuwa na mzigo wa mapepo 2,000. Angalia jamani, alikuwa na mateso. Asante Yesu. Hebu sema asante Yesu. Ndio mtumishi. Wakafa wote baharini. Wakafa, hakuna nguruwe aliyezaa tena. Waliozaliwa hawa ni wapya. Mtumishi. Wachungaji wao wakakimbia. Wanaoona thamani ya nguruwe ni kubwa kuliko binadamu wakakimbia. Wakaeneza habari mjini. Yes. Na mashambani. Wakaeneza kwamba watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu. Wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zote kichwani. Haleluya. Mpigie Yesu wetu makofi. Inua tena mikono, mpigie Yesu wangu makofi.
Ninaomba amini, unaenda kufunguliwa dakika hii, unaenda kufunguliwa. Maana huyu Yesu aliyetenda haya ndiye ambaye tunamhubiri na yuko hapa, na sio tu yuko hapa anasubiri kukuponya. Kabla ya kusubiri kukuponya, ameshatuzungushia ulinzi hapa, ameshatuzungushia ulinzi. Kama kusingekuwa na ulinzi wa Bwana hapa, ungeona wanakwaya hao walivyokuwa wanaimba hapa. Kwani mapepo hayapendi kuwafanyia fujo? Wangekuwa walindwa hao wanakwaya, tungeshangaa tu wanaimba wote, wanaimba huku wamelala, wote wanaimba huku wamelala. Hii staili ya wapi? Kumbe mapepo yanafanya fujo, lakini hawawezi kufanyiwa fujo, maana Simba wa Yuda na walinda wanakwaya wetu. Ongeza makofi kwa Yesu. Huu ni ushahidi unaotosha kabisa kwamba Yesu tuko naye hapa. Amen. 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 Mapepo yangekuwa na nguvu hapa, tungeshangaa amemchukua mpiga kinanda huyo, yangemchukua na kinanda chake, yangemweka pale juu ya turubai ili kuvuruga mkutano. Hivi wewe mtu wa kinanda hapo akitoka hapo hewani na kiti chake hivi akakaa pale juu ya turubai, kuna mtu atanisikiliza na mahubiri hapa? Lakini hakuna kinachoweza kufanyika cha ajabu. Kuna ulinzi hapa wa kifalme, kuna ulinzi hapa, kuna ulinzi hapa. Kwa hiyo Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Pigie Yesu wangu makofi. Tikisa jirani yako, mwambie usiogope, unafunguliwa leo. Kuna watu wengine wana hasira za kipepo. Kuna mtu ana hasira za kipepo, yaani ni hasira zipo kwa ajili ya kumharibia tu. Kwani hujawahi kukutana na watu wa aina hiyo? Akiongea, baadaye kesho yakati ilikuwa ni hasira tu. Kaisha haribu, kaisha tukana mama mkwe, baba mkwe, shemeji, nani, kila kitu, baadaye ilikuwa ni hasira tu. Hii sio hasira ya kawaida. Binti yangu, kama uko hapa, kabla hii hasira haijakuvunjia ndoa, sogea kwa unyenyekevu, yalete hayo ni mapepo. Tutakapokemea yatajidhihirisha katika mwili wako. Pigie Yesu wangu makofi. Kuna wababa tunahitaji tuwaombee, vijana wengine tunahitaji tuwaombee. Yeye anajifanya akikasirika anabeba kitu, anataka kumwendea mtu, anabeba kitu. Ujue huyo ana pepo la kuitwa gerezani. Haleluya, haleluya. Ukiona mtu akikasirika kidogo mara kabeba anajifanya yeye ndio mwanaume, ujue huyo ana pepo la kuitwa wapi? Gerezani. Na sisi hatutaki mtu afungwe hapa. Tunakemea mapepo ya aina hii jioni ya leo kwa moto wa Yesu Kristo aliye hai. Wako wengi ambao sasa hivi wamefungwa. Una balance kidogo hiyo, balance hiyo. Kuna watu wamefungwa na anakuambia yani siri. Nikashangaa nimebeba kiti. Serewi ikwaje? Ni shetani. Mamangu, kuna mtu unapambana naye ana kiburi. Ninaomba nifafanue ili tukipita hapa tupite tukielewa matatizo ni mengi kuliko magonjwa. Anayenielewa nyosha mkono. Kuna mtu ana kiburi kibaya. Ameshaonywa na wazazi imeshindikana, ameonywa na walimu imeshindikana, amepigwa imeshindikana. Sikiliza watumishi wa Mungu. Wale watu walikuwa wanapambana na yule kule kwa mwili, lakini kwenye maombi walisahau. Huyo mtoto wako ana kiburi mama, hata kama hayupo hapa, njoo kwa niaba yake. Njoo kwa niaba yake. Njoo kwa niaba yake. Kiburi kile sio kiburi cha kawaida. Kile ni kiburi cha kipepo. Ni kiburi cha kipepo. Sema amen. Tena kuna watu wengine nitashauriana nao kesho asubuhi. Lakini mchungaji, mlitangaza asubuhi. Mlitangaza asubuhi. Hivi watu wote wanapafahamu kanisani hapa? Wangapi wanapafahamu pale kanisani tutakapokuwepo asubuhi kesho saa 3? Wanaopafahamu. Kama unapafahamu tu. Amen. Kanisa ya hapa ni wapi? Amen. Naomba. Sawa. Amen.
Amen. Amen. Panaitwaje pale? Ni karibu na shule Sheri. Haya basi tutaelekezana baadaye. Lakini kesho asubuhi, amen, kesho asubuhi kama utakuwa na nafasi, fika. Nitafundisha kwa ufupi kabisa namna ya kutunza bahati. Kuna watu wana bahati lakini hawawezi kutunza bahati zao. Sema amen. Mpigie Yesu wangu makofi. Je, kuna neno, kuna neno usiloliweza. Kuna neno, je, no gumu lolote Bwana usiloliweza. Kuna neno, je, kuna neno, usiloliweza. Kuna neno, je, gumu lolote Bwana usiloliweza. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote Baba usiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, gumu lolote Jiandae kwa ajili ya kufungua.